Siku chache zilizopita nilikuwa nikipitia maoni yenu kwenye chaneli hii ya Mafunzo TV na nikakutana na swali moja zito sana kutoka kwa mmoja wa wadau wetu. Aliuliza hivi: ni jinsi gani naweza kumfahamu mtu kisaikolojia na kujua tabia yake halisi ndani ya muda mfupi bila yeye mwenyewe kujua? Swali hili lilinitafakarisha sana na nikagundua kuwa wengi wetu tunapitia changamoto ya kuingizwa mjini, kusalitiwa au kudanganywa kwa sababu hatuna macho ya kisaikolojia. Hivyo basi, leo nimeamua kukuletea suluhisho la kudumu la jambo hili. Lakini kabla hatujaingia ndani kabisa, hebu nikuulize maswali machache ya kutafakari. Je, umewahi kujiuliza kwa nini mtu unayemwamini sana anaweza kugeuka ghafla? Au je, umewahi kuhisi kuwa mtu anayekuongelesha sasa hivi anaficha kitu fulani nyuma ya tabasamu lake? Je, ungependa kuwa na uwezo wa kusoma siri za mtu kwa kutazama tu jinsi anavyokaa, anavyochezesha mikono au anavyokutazama machoni? Kama jibu lako ni ndio, basi leo utapata suluhisho. Nitakufundisha mbinu 8 za kisaikolojia zitakazokusaidia kumvua nguo kifikra mtu yoyote ndani ya dakika 2 tu. Lakini kabla hatujaanza, tafadhali bonyeza alama ya like hapo chini na uhakikishe umesubscribe kwenye chaneli hii ya Mafunzo TV ili uwe wa kwanza kupata masomo haya ya hekima kila tunapoyaweka. Pia, ninaomba uandike kwenye sehemu ya maoni, comment hapo chini, unaitazama video hii ukiwa wapi sasa hivi? Je, upo Dar es Salaam, Arusha, Nairobi au nje ya Afrika? Tuambie mahali ulipo ili tuweze kuwasalimia. Sasa, twende moja kwa moja kwenye mbinu ya kwanza ya kumsoma mtu kupitia macho. Pointi ya kwanza: siri ya macho na mwelekeo wa mtazamo, jicho la ndani. Mbinu yetu ya kwanza na labda ndio muhimu zaidi katika kusoma tabia ya mtu ni kupitia macho. Katika saikolojia, macho huitwa dirisha la roho kwa sababu ni kiungo pekee cha binadamu ambacho ni vigumu sana kukidhibiti unaposema uongo au unapopata mshtuko wa hisia. Ndani ya dakika 2 za kwanza za mazungumzo, unaweza kujua mengi kuhusu nia ya mtu kwa kutazama tu mwelekeo wa macho yake. Uchambuzi wa kisaikolojia wa mtazamo. Wataalamu wa tabia za binadamu wanatuambia kuwa ubongo wetu unajigawa katika sehemu 2: sehemu ya kumbukumbu na sehemu ya ubunifu. Unapomuuliza mtu swali kuhusu jambo lililopita, kwa mfano, ulikuwa wapi jana saa 4 usiku? Tazama macho yake kwa umakini mkubwa. Ikiwa macho yake yataelekea juu na upande wa kushoto, hapo ujue anajaribu kukumbuka picha halisi ya tukio lililotokea. Hii ni ishara ya ukweli. Lakini ikiwa macho yake yataelekea juu na upande wa kulia, hapo ndipo unapaswa kuanza kuwa na shaka. Kisaikolojia, upande huo unahusika na ubunifu na utengenezaji wa picha mpya. Hii inamaanisha kuwa ubongo wake hauokoti kumbukumbu, bali unaunda ama unatunga hadithi mpya ili kukudhibiti au kukudanganya. Ni mbinu inayotumiwa hata na wachunguzi wa makosa ya jinai kuwajua watuhumiwa wanaodanganya. Nguvu ya mboni na kufumba macho. Mbali na mwelekeo, kuna siri nyingine ndani ya mboni za macho. Je, unajua kuwa mboni za binadamu hutanuka kuwa kubwa pale anapoona kitu anachokipenda au anapovutiwa na unachosema? Ukizungumza na mtu na ukaona mboni zake zimekuwa kubwa, huyo mtu anakukubali na anavutiwa na uwepo wako. Kinyume chake, mboni zikijikunja na kuwa ndogo, huyo mtu anaweza kuwa na chuki, hasira au haamini unachosema. Vilevile, chunguza jinsi mtu anavyofumba macho au kukonyeza, blinking. Mtu anayesema uongo mara nyingi hufumba macho kwa haraka zaidi kuliko kawaida. Hii hutokea kwa sababu ubongo wake unatumia nishati nyingi sana kutengeneza uongo, jambo linalofanya mfumo wake wa neva kupata shinikizo la ghafla. Mifano ya kifalsafa na hekima. Mwanafalsafa mmoja wa zamani aliwahi kusema, ulimi unaweza kuficha ukweli, lakini macho yanasema kila kitu.
Watu tulivu na wenye akili hutumia mbinu hii kwa kukutazama machoni kwa utulivu mkubwa wakati unazungumza. Hawafanyi hivyo ili kukuogopesha, bali wanafanya hivyo ili kusoma lugha ya siri ambayo mdomo wako unajaribu kuificha. Ndani ya dakika 2, ukimkazia mtu macho kwa utulivu, utagundua kuwa mtu mwenye nia mbaya ataanza kuhangaika, atashindwa kukutazama moja kwa moja na ataanza kuangalia jini au pembeni. Hivyo basi, ukitaka kumjua mtu, usisikilize tu maneno yake matamu yanayotoka mdomoni. Tazama kile ambacho macho yake yanajaribu kukiandika hewani. Macho hayadanganyi, na ukiyajua haya, utakuwa umemvua nguo kifikira mtu yoyote anayejaribu kuigiza mbele yako. Tangazo la taarifa njema. Kwa yeyote anayehitaji vitabu mbalimbali kutoka Mafunzo Library, sasa vipo. Karibu ujipatie vitabu vyako vyenye mafunzo ya akili, maisha na saikolojia, ikiwemo kitabu cha kwanza, Siri 45 za kisaikolojia, jifunze tabia za watu, ujielewe na kuwa na ujasiri zaidi. Kitabu cha pili, Inuka Kiuchumi, mwongozo wa kufanikisha maisha yako kiuchumi. Kitabu cha tatu, Mbinu 5 za kumfahamu adui yako, njia za akili na ujanja wa kistrategia. Kitabu cha 4, Jinsi ya kujenga mahusiano bora, mwongozo wa uhusiano wenye afya na mafanikio. Na vitabu vingine vingi vya kujiendeleza. Jinsi ya kupata vitabu. Tuma malipo kwa namba 255 692 226 2428. Jina ni Godfrey Lameki. Baada ya kulipa, tuma ujumbe WhatsApp ukiandika vitabu. Utapokea vitabu soft copy papo hapo. Vitabu vinatumwa kokote duniani kupitia WhatsApp au email. Kumbuka, sio karatasi, ni soft copy. Mafunzo TV ni jenga akili, tawala maisha. Usisite, sasa ndio wakati wa kujijenga kwa maarifa. Mbinu ya pili ya kumtambua mtu na tabia yake halisi ni kupitia tabasamu lake. Wanafalsafa wa zamani Aristotle aliwahi kusema kuwa uso ni kioo cha roho. Hii ina maana kwamba hata kama mtu atajaribu kuficha hisia zake, mwili wake utatoa ishara tu. Katika saikolojia, kuna kitu kinaitwa Duchenne smile au tabasamu la dhati. Wataalamu wa tabia za binadamu kama Paul Ekman wamegundua kuwa binadamu hawezi kuchezesha misuli ya macho yake kwa makusudi anapokuwa anadanganya furaha. Mbinu ya pili ya kumtambua mtu na tabia yake halisi ni kupitia tabasamu lake. Wanafalsafa wanatufundisha kuwa ni rahisi kuuvisha uso kinyago, lakini ni ngumu sana kuivisha roho kinyago mbele ya mtu anayejua kutazama ishara ndogondogo. Siri iko hapa. Tabasamu la kweli halianzi mdomoni, bali huanzia machoni. Mtu anapotabasamu kwa dhati kutoka moyoni, misuli ya pembeni ya macho yake lazima ikunjane na kutengeneza mistari midogo inayofanana na miguu ya kuku. Huku ndiko kusema ukweli kwa mwili. Lakini mfano wa kisaikolojia wa mnafiki au mtu anayeigiza furaha ni huu. Atapanua mdomo wake na kuonyesha meno, lakini macho yake yatabaki yamekazika, yana baridi na hayana mikunjo yoyote. Hii ni kwa sababu ubongo wake unalazimisha misuli ya mdomo kucheka, lakini hauwezi kuilazimisha misuli ya macho kuonyesha furaha ambayo haipo moyoni. Vilevile, angalia jinsi tabasamu linavyoondoka usoni. Wataalamu wanasema tabasamu la kweli hupotea usoni taratibu kama jua linavyozama, lakini tabasamu la uongo au la bandia hutoweka ghafla kama swichi ya taa iliyozimwa mara tu baada ya mtu huyo kuhisi kuwa amemaliza kukuigizia. Ukiona ishara hii, jua kuwa huyo mtu hafurahishwi na uwepo wako au mafanikio yako. Anatimiza tu wajibu wa kistaarabu. Mbinu ya tatu. Siri ya miguu. The feet direction.
Mbinu ya tatu ambayo wataalamu wa saikolojia na wanafalsafa wa mienendo ya binadamu wanaitumia ni kutazama miguu. Mwanafalsafa maarufu wa kisaikolojia Sigmund Freud aliwahi kusema kuwa hakuna mwanadamu anayeweza kuficha siri. Kama mdomo wake ukikaa kimya, vidole na miguu yake itasema ukweli. Siri ya kisaikolojia hapa ni hii: miguu ndiyo sehemu ya mwili iliyo mbali zaidi na ubongo. Hivyo ni vigumu sana kwa binadamu kuidhibiti anapodanganya. Ubongo wetu umeumbwa kuelekeza miguu kule ambako tunataka kwenda au tunakokipenda. Mfano wa kisaikolojia: fikiria unazungumza na mtu ambaye anaonekana kukusikiliza kwa makini sana. Anatikisa kichwa na kutabasamu, lakini ukitupa jicho chini, unaona mguu wake mmoja umegeukia mlangoni au upande mwingine tofauti na ulipo. Kisaikolojia, hiyo ni ishara ya nia ya kuondoka, the lead out. Hata kama maneno yake yanasema ninakusikiliza, miguu yake inakwambia natamani ningekuwa kwingine. Pia, ukiingia kwenye kikundi cha watu wawili wanaongea, kisha wakageuza sura zao tu kukutazama, lakini miguu yao ikabaki imeelekeana wao kwa wao, hapo ujue kisaikolojia wamekufungia nje na hawajapendezwa na ujio wako. Miguu haidanganyi kwa sababu inafuata amri ya asili ya ubongo, wakati uso unafuata amri ya kile unachotaka watu wakione. Mbinu ya 4 ya kumtambua mtu ni kutazama mikono yake. Mwanafalsafa wa karne ya 20, Jean-Paul Sartre, aliwahi kusema kuwa mikono ya binadamu ndiyo inayofungua au kufunga ulimwengu wake. Kisaikolojia, mikono iko wazi, open palms, ni ishara ya ukweli na usalama. Tangu enzi za kale, kuonyesha viganja vya mikono ilikuwa ni ishara ya kwamba sina silaha, niko hapa kwa amani. Siri ya kisaikolojia iko hivi: unapozungumza na mtu, angalia viganja vyake. Mtu anayesema ukweli na aliye huru kwako mara nyingi hutumia mikono yake kwa ishara za wazi. Lakini ukiona mtu anaficha mikono yake, mfano ameiweka mifukoni, amekaa juu yake au ameweka viganja vyake chini, hapo ujue kuna jambo analificha au hajisikii salama. Mfano wa kisaikolojia: angalia kitendo cha kufunga mikono kifuani, crossing arms. Watu wengi hudhani ni mkao tu wa kawaida, lakini kisaikolojia huu ni mkao wa kujilinda. Mtu anapofunga mikono yake kifuani, anatumia mikono yake kulinda sehemu zake muhimu, moyo na mapafu, dhidi ya kile unachokisema. Hii inaashiria kuwa hajakubaliana na wewe, ana hasira ya ndani au amejawa na hofu. Ukiona mtu anashika shingo yake au anachezea kidevu kwa nguvu wakati unamuuliza swali gumu, hiyo ni ishara ya kisaikolojia ya mtu anayejaribu kujituliza, self-soothing, baada ya kusema uongo au kuhisia shinikizo. Mbinu ya 5 na ya mwisho ni kusikiliza sauti. Wanafalsafa wa kale walisema, maneno yanaweza kudanganya, lakini sauti haiwezi. Hata mwanafalsafa Socrates aliamini kuwa sauti hubeba uzito wa roho kuliko kile ambacho mdomo unatamka. Kisaikolojia, mtu anaposema uongo au anapokuwa na hofu, misuli ya koo lake hubana bila yeye kupenda. Hii inasababisha sauti yake kupanda juu ghafla, high pitch, au kuanza kukatika. Mfano wa kisaikolojia: angalia jinsi mtu anavyojibu maswali yako. Mtu anayesema ukweli hana haja ya kutoa maelezo mengi sana ambayo hujauliza, lakini muongo kisaikolojia anahisi kuwa ukimya ni adui yake. Atakupa maelezo mengi ya ziada ili kukushawishi, au ataanza kurudia swali lako. Kwa mfano, unaniuliza kama mimi ndiye nimechukua, ili kupata muda wa kutengeneza uongo kichwani. Pia angalia mapigo ya sauti. Ukiona mtu anasita sana au anatumia maneno kama au unajua katikati ya sentensi rahisi, hapo ujue ubongo wake unapata tabu sana kuunganisha uongo na ukweli. Sikiliza sauti, utaijua roho ya mtu. Mpaka hapo tumefika mwisho wa mbinu hizi 5 za kisaikolojia za kusoma akili ya mtu yeyote. Kumbuka, maarifa haya si ya kutumia vibaya, bali ni ya kukulinda na kukusaidia kuelewa watu wanaokuzunguka kwa undani zaidi. Sasa, ningependa kusikia kutoka kwako.
Ni mbinu gani kati ya hizi imekushangaza zaidi? Au ni ishara gani umewahi kuiona kwa mtu na ukashindwa kuielewa? Niandikie kwenye comment hapo chini. Pia ningependa kujua unanitazama ukiwa wapi sasa hivi. Iwe ni Dar es Salaam, Mwanza, Nairobi au popote duniani, andika jina la sehemu uliopo kwenye comment. Kama video hii imekupa thamani, usiondoke bila kuacha like na bonyeza hiyo button ya subscribe ili usipitwe na masomo mengine mazito ya kisaikolojia na kifalsafa yajayo. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Mafunzo TV. Tukutane kwenye video ijayo. Mafunzo TV, jenga akiki, tawala maisha.